mwanamke shida nini? Ndani makelele, watu faida wapi? Vile ninavyokuwa wewe ndugu yangu. Unapenda kula. Hata shilingi 100 uniachie mie. Kwani wewe unaotoa huo? Yaani kichwa mguu wako na mimi natoa. Walifunga kabla yetu mitume na watu wema. Faida ya mke ili utulivu patikane. Kwa ndugu yangu Bwana Fahad, inshallah tunajua kama ulikuwa ndoo mwanzo unaanza kuoa, basi utulivu tunaomba upatikane kupitia kwa mke. Heri nyingi tulopewa sisi Waislalia, ila bado twajikwa maasi kujifanyia. Asalamu alaykum mashehe zangu. Wa alaykum salaam shehe. Kwema kabisa. Kwema shehe kabisa. Alhamdulillah. Nafurahi napoona hivi. Nafurahi sana. Sababu ni vijana wachache ambao wanaweza kufanya mambo kama haya, kukaa pamoja. Saa nyingine mnapeana darasa. Umeona? Afu kifuatia tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kuna mambo ambayo inatakiwa tuachane nayo kabisa. Umeona? Hasa ni mambo matatu nitayazungumzia. Kuna mambo matatu makuu ambayo inapaswa tuachane nayo tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sisi ni Waislamu, pia vijana wa Kiislamu. Umeona? Vijana wengi wamepotea, hawafuati maadili ya Mwenyezi Mungu hata siku moja. Ila sisi tusiwe kama wao. Umeona? Sisi tuwe watu wa tofauti. Na ndio maana mwezi mtukufu ukajwa. Umeletwa kwa sababu yetu sisi tutubie yale ambayo hatuyajui au tunayajua, tunafanya kwa makusudi. Umeona? Kuna mambo makuu kama matatu hivi ambayo niliwaambia atakuja niazungumzie sasa hivi na imani naweza nikayazungumzia. Jambo la kwanza, kitu ambacho tunatakiwa tukizingatie sana kama ukiwa Muislamu afu pia uko ndani ya swaumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la kwanza, zinaa. Ni jambo ambalo linamtatisha sana Mwenyezi Mungu, alimpendezi. Jambo la pili, ulevi. Baba, tuachane nayo. Jambo la tatu, kula ovyo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hicho kitu hakipendezi wala hakimpendezi Mwenyezi Mungu. Nasikia kama simu inaita. Samanini kidogo. Bali nikapokea kidogo, samanini. Nisubiri kidogo mashehe zangu. Kwema? Ila kuna watu nilikuwa nazungumza nao hapa, nakuja muda sio mrefu, nakuja sasa hivi. Shehe wangu. Uya. Kama nakuona. Tutatoboa kweli? Toboe nini?
Ila kwa vile ninavyokujua wewe ndugu yangu unapopenda kula huyu. Yaani shehe alikuwa anagusa penyewe kabisa. Kusema ukweli mimi napenda kula. Sawa. Lakini kwa hili nitajitahidi. Shehe. Samanini jamani. Sijui kama nitakuwa nimewachelewesha maana unajua tena dharura tena. Sawa. Hivi nilishia wapi vile? Nilishia kwenye kutuaga pale shehe. Hapana bana. Aliishia kwenye masuala ya nadhani kama ya pombe au kama sio ya zinaa. Mle. Sadaka kabisa. Una kumbukumbu sana shehe wangu. Mungu akuzidishie kila laheri. Sasa ndo kama hivyo nilivyoeleza. Hayo mambo tuwe tunaambizana kama vijana. Pia sio vijana tu. Jamii yote ya Kiislamu itambue jambo hilo sio sahihi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Basi sawa. Kwa vile simu imekuja ya dharura, ngoja niwaache kidogo, tutaonana kwa siku nyingine. Haya, alhamdulillah. Shukrani sana kwa kusikiliza. Alhamdulillah. Haya. Pale kwenye mshono. Hakika tumeyatimba. Ila kwa mimi binafsi, Mwenyezi Mungu anisamehe tu kabisa. Mwenyewe na kwenye hilo mimi nawapenda so poa. Siwezi. Kwenye hilo. Ndugu zangu, kwa ujumla ambayo tumekusanyika katika shughuli hii ya ndoa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutukusanya mahala hapa, tena tukajikuta tumekusanyika katika jambo ambalo ni la halali, ambalo sheria imeliruhusu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema juu ya hili tulilolifanya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajitangaza katika kumfahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba miongoni mwa alama za uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalili za uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili watu wajue kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo, au kama humtambui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuangalia hawa wanawake ambao wameumbwa kutokana na upande mmoja wapo katika pande zetu sisi tulizo nazo. Mungu anasema anja'ala lakum min anfusikum an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kutokana na nafsi zenu amekuumbieni wake. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala kawaumba wake hao. Tukimtazama Nabiyullahi Adam, yeye amekaa baada ya kuumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu faida ya mke ili utulivu upatikane. Kwa ndugu yangu Bwana Fahad, inshallah tunajua kama ulikuwa ndoo mwanzo unaanza kuoa, basi utulivu tunaomba upatikane kupitia kwa mke. Hivyo mwanaume wa aina gani wewe? Kila siku unatoka unaingia, unaondoka hata shilingi 100 hautoi. Unatembea mimi nafanyaje mimi? Wewe mwanamke, mbona umekuwa na gubu kiasi hicho? Shida ni nini kwanza? Utajua mwenyewe, shida ni pesa. Mimi makelele ya hivyo mimi sibetagi kabisa, siataki. Utayataka. Makelele kila siku itakuwa yapo. Kila nikitaka kutoka kelele, shida ni nini? Yaani wewe utake usitake ile zipo.
Achana na mimi kwanza, mimi naondoke zangu kwanza. Unaenda wapi? Wewe mwanamke shida nini? Ndani makelele, nje makelele. Unataka tuwape faida watu? Na ndo nataka hayo. Ungetaka hivyo ungemaliza muda ukanishia hela kula. Sasa kama sina hela nikaibe ama? Ndio hivyo niende nikapambane sasa. Unapambana kila siku kupambana. Kama hela hakuna huachi, mimi wa kutoka hapa na kwenda kuangalia kutafuta hela futari ya kufuturu huko. Naenda kutoka hapa na msikitini. Kweli? Eti mimi nimeolewa. Nimeolewa kitu gani? Bwana nikae hivi bila kuana nikae Msimbe tu. Nijulikane si niko Msimbe. Tulikuwa na mwanaume wewe, unasema eti nimeoa au nimeolewa. Hata shilingi 100 uniachie mie. Unanichelewa. Yaani nakwambia hivi. Yaani wewe mguu wako unaotoa huo, yaani ukitoa mguu wako na mimi natoa mguu wangu naenda kwetu. Nimechoka. Hicho ndio kitu ninachokitaka, ondoka. Naondoka. Ndio kitu ninachokitaka sasa. Ondoka. Naenda. Haya sawa. Unajua na kazi yako kinafiki na nyumba yako nika kulipa kwa Ramadhan ni mwezi wenye thamani. Ramadhan ni mwezi wenye thamani. Sheikh Abubakar. Asalamu alaykum Sheikh. Waalaikum salaam wa barakatuh Sheikh. Heri. Alhamdulillah. Sheikh Abubakar. Aisee huu mguu kumbe ni wa heri Sheikh. Nilikuwa naelekea hivi mahali. Nikapokea wageni wangu nikasema nikitoka huku Sheikh nipite kwa Sheikh Abubakar. Karibu sana Sheikh. Sheikh, asante. Sheikh Abubakar, ninasikitisha sana na Sheikh unanitoa katika imani. Sheikh, kweli Sheikh wewe rafiki yangu umezidi kuwa rafiki ukawa ndugu yangu. Hujafika hata kwenye harusi yangu Sheikh. Kwanza niombe radhi. Tumlazi Sheikh Fakari. Nilikosea najua. Sheikh Abubakar. Sheikh. Nimesikitika sana Sheikh, nikasema hapana. Sheikh Abubakar ni kwa nini anifanyie hivyo wakati kashakuwa ndugu? Kwa kweli namshukuru hala tumeenda kule nimepewa mwanamke, harusi imeenda vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Ila Sheikh Abubakar, wewe ukipata muda Sheikh, ndio angalau tumuoneshe shemeji yako Sheikh. Mwenzako nimepata mwiko mashallah. Haya Sheikh. Ramadhan ni mwezi wenye thamani. Ramadhan ni mwezi wenye thamani. Anofunga kwa yake